Siku 9, saa 1 dakika 32 na sekunde 15 zimetosha kabisa kwa Artemis 2 kuweza kukamilisha safari yake ya kutoka duniani kuelekea mwezini na kisha kurejea tena. Lakini swali kubwa limekuwa mbona kifaa kilichoondoka sio kile ambacho kimerudi? Kwa nini? Na wengine wamesema au ni kwamba NASA wametupiga. Jibu liko hapa kwamba wakati wa urushaji wa roketi au wa vifaa kwenda katika anga za mbali, tunasema huwa inahusisha roketi pamoja na boosters ili kuweza kuifanya roketi yako roketi iweze kuwa na uwezo wa kuweza kupambana na kani ya mvutano wa gravitational force ambayo tunasema kwa hapa chini duniani inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo unahitaji nguvu kubwa. Na baada ya kuweza kufanya hivyo, ikishafika hatua fulani, baadhi ya vifaa ambazo sasa tunasema ni boosters huwa zinajiachia. Kwa mfano kama hapa kulikuwa kuna separation ambayo inatokea. Hii ni separation ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa inafanyika kuweza kutenganisha hizi tunasema boosters ambazo zilikuwa zinapoa hicho kifaa pamoja na sehemu ya kifaa kingine ambacho kinaendelea na safari kwa ajili ya kuweza kukamilisha safari iliyokusudiwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tayari hapo kuna vifaa vimeshapungua. Sasa hichi ambacho tunachokiona hapa tayari ni sehemu ya kifaa ambacho kimeweza kusafiri hadi kufika mwezini, ambapo hapo tunaona Orion au kwa jina jingine inaitwa Integrity ikiwa tayari imeshafika mwezini na kuweza kufanya uchunguzi wa karibu ambao walikuwa wanautazamia. Kumbuka safari ya hawa na anga ni kwenda sehemu ya mwezi ambayo haijawahi kufikiwa na binadamu, tofauti na missions nyingine ambazo zilishawahi kufanyika zilifika katika sehemu ya karibu kabisa ya mwezi ambao tunaiona tukiwa duniani ni kama ina kovu fulani hivi, lakini hawa watauzunguka hadi upande mwingine wa dunia au upande mwingine wa mwezi ambao sisi huwa hatuoni, wao wataweza kuona kwa macho yao pia. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa imeshakamilisha hiyo mission, unatakiwa kuweza kuelewa kwamba zile roketi ambazo zilikuwa nikwambia kwamba zina boosters, kazi yake ilikuwa ni kuweza kukiendesha kifaa au roketi hiyo wakati sehemu ya chini ya ya dunia. Lakini ukifika huko angani, tunasema kifaa hichi huwa kimeunganishwa na module nyingine ambayo inaitwa European Service Module, kwa maana kwamba ESM. Sasa baada ya kuwa imeshafika mwezini na kuanza safari sasa ya kurejea, hapo tena vitu huwa vinabadilika. Safari ya kurejea huwa inachukua muda mfupi kuliko safari ya kwenda mwezini. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa kurejea tunasema kifaa huwa kinasafiri kwa kasi kubwa sana, angalau huwa kinafikia kilomita 40,000 kwa lisali moja, ambapo ni sawa na kusema kwamba kinasafiri kwa sekunde kilomita 11 kwa sekunde. Kwa hiyo sasa ili kuweza kufanikisha hilo, kama unavyoona kwenye mchoro hapo, kuna vitu ambavyo huwa vinajitenga ikiwemo hiyo module, service module ambayo iko hapo. Kwa baada ya service module kuweza kujitenga, inabakia sasa service module inabaki angani, lakini Integrity, hicho kifaa ambacho unakiona hapo, ndio kinarudi kinashuka wapi? Duniani. Lakini kwa sababu kinakuwa na kasi kubwa sana, tunasema hakiwezi kutua kwa hali au kwa kasi ambayo iko nayo. Kwa hicho kifaa huwa inatakiwa kiweze kupunguzwa kasi. Lakini unafanyaje? Sehemu nzito ya misheni hii huwa inakuwa ni katika wakati wa kifaa hicho kinapokuja kuingia tena katika anga ya dunia, ambapo tunasema kwa kutokana na mgandamizo mkubwa na msuguano wa hewa, huwa ni kama sehemu ya chini inapata moto. Kwa hiyo joto lake hapo unaloliona hapo ni animation, lakini joto lake huwa linakadiriwa kufikia hadi nyuzi joto 2750 hivi centigrade. Kwa ni nusu ya joto lililopo katika kitovu cha jua. Sasa ili kuweza kuzuia spidi kubwa isiweze kuathiri, basi wanatumia parachuti hizi ili kuweza kufanya kifaa kipunguze mwendo na kuweza kutoa kwenye maji kama unavyoona hapo, ikiwa hakina spidi kubwa, ili kupunguza madhara kwenye kifaa, lakini pia kuweza kupunguza madhara kwa wanaanga ambao wanakuwa wapo ndani ya hicho kifaa. Kwa sababu kubwa kwa nini labda roketi iliyokuwa imeondoka sio sawa na kifaa ambacho kinarudi, kwa sababu wakati wa kuondoka roketi huwa inahitaji nguvu kubwa sana. Kwa hiyo huwa vinawekwa vitu vingine kwa ajili ya kuweza kuisaidia roketi kuweza kuondoka duniani. Lakini baada ya kukamilisha misheni yake, kinachotakiwa kurudi basi huwa inakuwa ni kifaa kidogo ambacho kinakuwa kimebeba wanaanga kama ambavyo sisi tumeweza kuona hapo. Orion au Integrity iliyokuwa na uwezo wa kubeba wanaanga 4 ndiyo ambayo ilikuwa imefanikiwa kuweza kurejea tena duniani. Kwa hapo hakuna upigaji,
ila ilikuwa ni swala la sayansi pamoja na usalama, ndio kitu ambacho kilikuwa kinaamua hivyo. Kwa hiyo nadhani umeelewa. Mimi ni Smart Tech, usiondoke, endelea kuwepo hapa.